Naam, karibu tena mtazamaji kwenye habari zetu siku hii ya leo ya Jumatatu ya tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka 2026. Jina langu ni Eric Masha Douglas. Naam, Sifuna apokelewa kishujaa magharibi, one term ikitanda hewani. Eneo la magharibi limegeuka kuwa uwanja mkuu wa mapambano ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027. Huku Rais William Ruto na viongozi wa upinzani wakilenga zaidi ya shilingi milioni 3.3. Naam, mtazamaji wangu, ili kuzidi kupata habari moto kwa wingi, bonyeza subscribe, like, share. Magharibi kwa sasa ina jumla ya wapiga kura waliosajiliwa milioni 2.92 katika kaunti 5 na inachukuliwa kuwa ngome muhimu inayoweza kuamua mshindi wa urais. Kufikia mwaka 2027, eneo hilo lenye kaunti za Bungoma, Kakamega, Trans Nzoia, Vihiga na Busia litakuwa na zaidi ya kura milioni 3.3. Katika uchaguzi wa mwaka 2022, Rais Ruto alipata ushindi mkubwa katika kaunti ya Bungoma kwa kura 255,906 dhidi ya kura 145,280 za aliyekuwa mpinzani wake Raila Odinga. Matokeo hayo yalimsaidia kuingia Ikulu kwa tofauti ndogo ya kura. Sasa ikiwa zimesalia chini ya miezi 12 kabla ya uchaguzi mkuu, vita vya kuhifadhi au kurejesha kura hizo zimeanza rasmi. Jumapili, kiongozi wa kundi la Linda Mwananchi na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna alikamilisha ziara ya siku 2 katika kaunti za Bungoma na Trans Nzoia, huku Rais Ruto akiwa katika kaunti ya Busia akizindua na kukagua miradi ya maendeleo. Pande zote mbili zilijitokeza zikisisitiza kuwa zinaungwa mkono na wakazi wa magharibi. Katika mikutano yake, Bwana Sifuna aliendelea kujisawiri kama mgombeaji anayetarajia kupeperusha bendera ya upinzani katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2027, huku akiwataka wakazi wa magharibi wasimwache njiani. Watu wengi wanasema mmenipigia debe tu, mmenihimiza niende hadi kwenye debe, msije mkaniacha njiani. Simameni nami ili nikabiliane na Rais Ruto uso kwa macho, akasema Bwana Edwin Sifuna. Alisema kundi la Linda Mwananchi limezunguka maeneo mengi nchini na kupokea ahadi za kuungwa mkono. Nimeunda kikosi imara kutoka Pwani, Mlima Kenya, Nyanza, Magharibi na maeneo mengine. Kwa mapenzi ya Mungu, ndani ya miezi 12 tutakuwa tumekamilisha safari yetu kuelekea Ikulu, akaongeza. Bwana Sifuna alisema safari yake ya kisiasa ilianza magharibi alipojaribu kuwania ubunge wa Kandui kabla ya marehemu Raila Odinga kumlea kisiasa na kumwezesha kuwa seneta wa Nairobi, katibu mkuu wa ODM na kiranja wa wachache katika seneti. Aidha, alidai kuwa viongozi wanaomuunga mkono Rais Ruto wanampotosha kwa kumwambia anaungwa mkono Bungoma. Kuna watu wanamdanganya rais kuwa ana kura Bungoma. Ukweli ni kwamba hana kura hapa. Safari ya mabadiliko tayari imeanza, akasema Bwana Edwin Sifuna. Ziara hiyo ilihudhuriwa na gavana wa Trans Nzoia George Natembeya, gavana wa Siaya James Orengo, mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino, seneta wa Vihiga Godfrey Osotsi na waziri wa zamani Muskari Kombo ambaye alihudumu katika utawala wa marehemu Rais Mwai Kibaki. Tangu asubuhi, mamia ya wafuasi walifurika mjini Bungoma wakiwa na mabango yenye picha ya Bwana Sifuna, huku wakiimba nyimbo za jadi za Bukusu na nyimbo zilizokuwa zikitumika katika kampeni za marehemu Raila Odinga. Msafara huo ulianza baada ya ibada katika kanisa la St. Immaculate mjini Kitale kabla ya kupitia Kiminini, Sihendu, Kamukuywa, Kimilili, Chwele na Kandunyi. Katika ishara ya kumuunga mkono, wakazi walichangia kati ya shilingi 50 na shilingi 1,000 kufanikisha kampeni zake za urais. Afadhali nidaiwe shilingi 10 na kila mwananchi wa Bungoma kuliko kudaiwa na tajiri mmoja ambaye baadaye atataka nimlipe kwa zabuni nikichaguliwa, akasema Bwana Sifuna. Aliahidi kuwa serikali ya upinzani itafuta ushuru wa nyumba, ushuru wa mafuta na kodi nyingine alizosema zimekuwa mzigo kwa wananchi. Kwa upande wake, gavana Natembeya alisema magharibi imekuwa ikikosa nafasi za kisiasa kutokana na migawanyiko ya viongozi wake, akitoa wito wa kuungwa mkono kwa mgombeaji mmoja wa urais. Historia yetu imejaa migawanyiko. Watu walidhani mimi na Sifuna tungepambana, lakini tuliketi na kukubaliana. Wenzangu wa upinzani wawe jasiri na waseme wazi Sifuna tosha, akasema Bwana Natembeya.
Aliwataka pia viongozi wa Nyanza kuunga mkono mgombeaji kutoka jamii ya Mlembe kama walivyofanya kwa Raila Odinga kwa miaka mingi. Viongozi hao pia waliwashambulia gavana wa Bungoma Kenneth Lusaka na mbunge wa Kimilili Didmas Barasa kwa kumpotosha Rais William Ruto. Bwana Natembeya alisema serikali ya upinzani itafuta mamlaka ya afya ya jamii SHA, ushuru wa nyumba, mtaala wa umilisi na utendaji CBC na kodi nyingine alizodai zinaumiza raia. Gavana Orengo alisema safari ya upinzani kuelekea Ikulu haiwezi kuzuiwa isipokuwa kupitia wizi wa kura, huku Seneta Osose akitaka kizazi kipya cha viongozi kupewa nafasi magharibi. Naye mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino alisema Linda Mwananchi tayari imefanya ziara katika kaunti 16 na inalenga kufika kaunti zote 47 kabla ya uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027. Alisema baada ya magharibi kundi hilo litaelekea Nyanza, Kisii, Mlima Kenya na Ukambani kukutana na viongozi wa upinzani akiwemo Fred Matiang'i, Rigathi Gachagua na Kalonzo Musyoka ili kuunga muungano mmoja utakaompinga Rais Ruto mwakani. Naam, mtazamaji wangu, ili kuzidi kupata habari motomoto kwa wingi, bonyeza subscribe, like, share.